na Kasongo. Na Kasongo lazima aende nyumbani. Ndio? Mimi ni mwanafunzi wa political science. Mimi nimesoma degree ya siasa. Hii ya Kasongo ni ya matawi. Ni mtu ya matawi, si ya matawi. Na ndio yeye akifuata mambo ya matawi amemaliza nchi yetu. Amepora nchi yetu. Ameua Gen Z. Amemwaga damu Kenya. Uchumi umeharibika. Lazima Kasongo aende nyumbani. Na sisi tunakubaliana ya kwamba tutatoa kiongozi mmoja. Mimi kama Rigiji nataka kusema nikiwa hapa Uhuru Park, kama formula tutatumia itaelekea na kumsaidia Kalonzo Musyoka akuwe ndio mgombea pekee wa upinzani. Mimi Rigathi Gachagua na wafuasi wangu ambaye ni mamilioni nitaunga yeye mkono na kumfanyia kampeni. Kama itakuwa ni huyu ndugu yangu, ile kampeni nilifanyia Ruto nikionge, ile nitafanya kampeni mara 10. Harambee. Kwa hivyo Stephen Kalonzo Musyoka, endelea kutafuta kura, endelea kuunganisha Wiper, endelea kuomba Mwenyezi Mungu, endelea kuongea na sisi. Ndio hii bahati ikikuangukia wewe, tutakuunga mkono ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Harambee. Kalonzo anaweza hawezi? Mimi niseme kwa Wakenya, farasi ni mbili. Farasi ni ngapi? Farasi ni ngapi? Mtu unaitwa Kasongo na hii muungano ya one term. Hii ingine yote ni punda. Sindio? Na sisi tunajua Kasongo halali anatafuta watu wengine unaitwa third force, ati wakuje hapo haribu kura yetu. Mimi nataka nitayarishe viongozi. Wewe kama utakuwa kwa hii muungano hii ya one term, utapotea huko. Farasi ni wangapi? Farasi ni wangapi? Na Wakenya wameamua. Mtu yeyote ambaye anataka kuwa rais ya Kenya, ambaye hatakuwa kwa hii muungano ya Kenya, yeye atapotea. Kwa hivyo sisi tutakaa pamoja na sisi tutazunguka Kenya. Na urais hawezi tafutwa ukiwa nyumbani. Urais unatafutwa tukitembea kwa wananchi. Si ndio? Kwa hivyo sisi tutatembea kila mahali tukiongea na Wakenya, tukikaa pamoja. What we want is to promise the people of Kenya, we shall not let you down. We, the united opposition, will remain united to the end and produce one presidential candidate to face William Ruto. Sasa huyu Ruto, unajua sisi alituchenga. Alikuja na Biblia, akatugonga, akatudanganya. Alikuja analeta kitu naitwa hustler versus dynasty. Hiyo ndio alikuja naye. Akabia ati adui ya Kenya ni familia ya Kenyatta. Akatuambia adui ya Kenya ni familia ya Jaramogi. Akatuambia adui ya Kenya ni familia ya Moi. Sisi tukamsikiza, tukamwamini. Tangu waingie, umechasikia akitaja hustler? Ametaja hustler? Ametaja mama mboga? Sasa wale alitudanganya ndio shida ya Kenya. Kila siku ako na familia ya Kenyatta. Sasa ako na familia ya Jaramogi. Leo tunaongea ako na familia ya Moi. Ni muongo si muongo? This man is very deceptive. He deceived all of us that Kenyans have a problem with the so-called dynasties. But the same dynasties he was fighting, today they are the people he is dining with. Sasa wewe William Ruto,
utafute narrative nyingine ya kudanganya Wakenya. Hiyo ya hustler and dynasty imekufa. Ilikuwa ni uongo. Ukatudanganya ati tukue na shida na matajiri, ati tukue na shida na mafamilia kubwa, na wao sasa ndio wenzako. Wewe mwenyewe pia sasa umekuwa dynasty. Sasa hiyo ndio watu unatembea na hawa. Sasa hawa Wakenya wengine yote ulituacha kwa mataa. Alisema atawekea watu pesa kwa mfuko. Kuliko waweza pesa kwa mfuko ile kidogo akafanya nini? Wewe ulisema ati yao mahasala utawachunga. Kuliko uwachunge watoto yao ukapiga risasi. Wale hujapiga risasi ukasema wapigwe risasi ya mguu. Ile watu walikuwa wanafanya kazi ukapomoa manyumba yao. Zile biashara yote ya watu ya hasala ukamaliza. Na wewe ulikuwa unasema tuweni hasala ati tupigane na mafamilia kubwa. Sasa wewe unatembea na hiyo mafamilia, umenyanyasa mahasala, hata umesahau kuna kitu inaitwa hasala. Ni muongo si muongo? Sasa mimi nataka tukubaliane. Huyu Kasongo huyu